Jina la Bwana Mungu wetu litukuzwe. Hamjambo. Ninachukua nafasi hii kumshukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa fursa ya ibada Sabato ya leo ambayo ametupatia, lakini pia iliyo na baraka ya juma la maombi ya uwakili. Juma hili ambalo ni la pekee kwa sababu linatupatia kujifunza neno lake, kwamba ni kitu gani hiki kinachohusu uwakili. Tunapata nafasi ya kuzungumza na Mungu kwa njia ya sala. Tunapata nafasi ya kulitukuza jina lake kwa njia ya nyimbo. Halafu tuna nafasi ya kupata majibu ya maswali kutoka katika neno lake. Na tutaona hapa katikati, nafikiri tutawajulisha ikiwa tutapata nafasi kwa ambao ni wanahitaji ushauri, pengine tutatoa nafasi hiyo na muda tutaueleza. Kwa hivyo ni ungane na Mzee Fred Manento kwa alichoelezea juu ya juma la uwakili. Halafu tutajali sana kuja kwa wakati, kufanya kwa wakati na kuruhusu ratiba zingine ziweze kuendelea. Kwa hiyo viongozi wetu wametujulisha, naamini wataendelea kutujulisha kupitia njia mbalimbali za mawasiliano kwamba tunakuwa saa ngapi mpaka saa ngapi. Na sisi ule muda wa kuondoka kwamba ndio mwisho, tutakuwa kwa kweli tumeshaondoka hapa. Lakini tutakuwa na muda mwingi sana wa sala, tutakuwa na dakika za kutosha kwa njia ya sala. Na siku ya Jumatatu nitakuwa na somo maalum kabisa, hiyo sunrise worship services ambayo mko nayo hapa, na itaanza kabisa kwa swala zima what is prayer. Na ikiwa utakuwa na fursa hiyo nzuri, karibu tu hapa siku hiyo. Ndani ya dakika hizo itakuwa jambo muhimu sana tunaposikia neno sala, tunaposikia neno maombi, tunaposikia neno dua. Hivi ni vitu vitatu tofauti na vile Mungu anavyotaka tuweze kuelewa unaposikia tumetangaziwa fursa kama hizo. Na kwa hiyo tutakuwa na muda wa sala kabisa wa dakika nzuri za kutosha. Lakini pia tutatoa muda maalumu, nafikiri kama sio siku 2 ama 3, ambao tutaweka muda wa kutosha kwa ajili ya kusikia majibu kutoka katika neno la Bwana, kwa maana kipindi cha maswali kuhusiana na mada. Kwa hiyo kama tunaanza leo, kesho kutwa tutatoa muda wa kutosha kwa ajili ya maswali muda huo, na tutaweka namna ambavyo tutakuwa na maswali hapa ili hata yule ambaye yupo yanaweza kawa covered na media. Na Mungu wetu atatubariki. Na ningewatia moyo, ikiwa utakuwa unawahi kufika, unaketi viti vya mbele, nafasi hii ni kubwa vizuri, kwa hiyo kiketi mbele itakuwa vizuri, kwa sababu ni juma la uwakili na tutakaa kiuwakili. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Kwa maana ya kwamba usiache kiti kilicho wazi mbele yako. Hiyo itakuwa kanuni yetu juma hili lote, kwamba usiache kiti kilicho wazi mbele yako. Ukiona kiko wazi, maana yake kinasema hama hapo, njoo keti hapa. Kwa hiyo tutajaribu kukumbushana ndani ya juma hili, na ni ukaaji unaomtukuza Bwana popote tunapokuwa katika nyumba ya ibada. Tunatazamia kwenda mpaka saa 12 kwa ratiba ambayo nimejulishwa hapa na viongozi wetu. Tutafika mpaka saa 12 ambayo itatukuta tukiwa tumemaliza mpaka session ya sala. Kwa hivyo nichukue nafasi hii kuwakaribisheni kila mmoja wetu, na kama mlivyosikia, huu ni mtasari wa maelekezo ya neno la Bwana ambayo tutayasoma sisi wote.
Wanaoweza kuwa na soft copy watakuwa na soft copy yake, wanaoweza kuwa na hard copy watakuwa nayo, na inasema Juma la Uamsho wa Uwakili 2025, na neno kubwa kabisa ni maisha ya mafanikio. Maisha ya mafanikio. Kwa mwanzo huu nitakuwa na mambo makubwa mawili. La kwanza ni katika somo hili. La kwanza ni nini maana ya maisha ya mafanikio? Nadhani itakuwa vizuri kufahamu, na hapa leo sitaingia upande wa maisha, lakini nitaingia upande wa mafanikio. Halafu sehemu ya pili ya somo ambalo ndio somo la kwanza leo, nalosema kuchaguliwa na Mungu. Halafu kuna koloni, wito wa kuwa wakili wake. Kwa hivyo koloni manake wito wa kuwa wakili wake ni lina tafsiri hilo neno lililotangulia. Neno lililotangulia linalosema kuchaguliwa na Mungu. Halafu huko ni nini? Ni wito wa kuwa wakili wake. Kwa hiyo ndio somo leo la kwanza. Kwa hiyo kabla tujaingia somo la kwanza, nitaanza na hili neno kuu, maisha ya mafanikio. Tuombe. Mungu wetu wa mbinguni, tuko mbele zako, utufundishe mapenzi yako. Uwepo wa Roho Mtakatifu katikati yetu, atujalie kusikia na kuitikia sawa sawa na mapenzi yako, ukitubariki kila mmoja wetu katika jina la Yesu Kristo, amina. Mafanikio, hilo mafanikio ni nini? Maana leo ukizungumzia mafanikio kwa lugha ya Kiswahili ina maana na kwenye kamusi nyingi, lakini Biblia inaposema mafanikio huwa ni kitu kingine kabisa. Kwa hiyo ndio maana ninahitaji wewe na mimi usisikilize hizo tafsiri ambazo ni sahihi, lakini katika muktadha wake ujaribu kusikia vile Biblia inavyoeleza kuhusu mafanikio. Nafikiri tutakuwa sahihi zaidi. Ziko aya nyingi sana katika Biblia, lakini andika tu kwenye Agano la Kale, andika hizi aya mbili. Andika Mwanzo 39 aya ya 6 na ya 9 na ya 23. Huu ni mtasari wa namna Mungu alivyofanya wakati wa Yusufu. Kwanza akiwa kwa Potifa, Biblia inaeleza kwenye ile aya, inasema Mungu akafanikisha. Ndivyo inavyosema vile. Hapo yuko kwa Potifa. Huyu ni Yusufu huyu. Halafu kwenye aya 23 saa hizo yuko gerezani. Bado pia inasema Mungu akafanikisha yote yaliyokuwa mikononi mwa Yusufu. Nimesema tasoma tu hizo aya mbili ambayo inatupatia uelewa huu. Mafanikio yaliletwa na Mungu. La pili katika hizo aya ni neno lenyewe kufanikiwa. Maneno ambayo yametafsiriwa kwa Kiswahili
katika Agano la Kale kufanikiwa ya Kiebrania yako mengi. Nisikilize vizuri hapa, zaidi ya moja. Lakini Kiswahili hatuna namna. Kiingereza napo wanatumia neno tu prosper, prosperous days, ama wanazungumza hivyo tu, prosperity. Kwa hiyo naona mafanikio, na wao wanahangaika sana. Nilikuwa nafuatilia tafsiri za Kiingereza kwenye zile ambayo imetoka kwa lugha ya Kiebrania. Lakini ukienda kwa Kiebrania zina maana tofauti kabisa. Lakini kwa sababu Kiswahili nacho ni kidogo, Kiingereza nacho ni kidogo, watasema tu prosper, prospering. Ni hivyo. Kwa hivyo mara nyingi sana neno limetumika. Lakini ukienda kwa Kiebrania ni maneno tofauti kabisa. Lakini ukiangalia ile ambayo muktadha wa hili somo ulivyo, hauko kwenye maneno yale mengine, iko kwenye, ndio maana nimetaja hizo aya, ingawa sio zenyewe peke yake. Nimetaja tu kwa sababu ya muda wetu leo, ambalo linaitwa Salah, ambayo hilo neno lina maana ya kuvuka. Kwa maana kuna kizuizi kiko hapa alafu unavuka. Kwa hiyo Waingereza wanasema to come over. Ni mojawapo ya lugha ya Kiingereza. Nilikuwa najaribu kufuatilia kwamba kwa nini wao wanasema come over. Lakini inaleta wazo lile lile, ni kama alivyoambiwa Paulo katika maono, vuka uje Makedonia utuokoe. Come over. Hilo neno Salah. Lakini pia hilo neno lina maana unakwenda kwa kutumia nguvu. You come mightily. Kama hakuna nguvu huwezi kwenda, huwezi. Lakini pia hilo neno linamaanisha you break out. Ku break out maana yake uko sehemu fulani, umefunikwa mahali fulani, na unavunja, sio ili uingie ndani. Unavunja hicho kizuizi utoke nje. Salah. Kwa hiyo ukiangalia Mungu akafanikisha break out, come over, come mightily. Sasa unaangalia sasa nini maana yake, kwa sababu alikuwa kwa Potifa. Unajua, unaangalia wewe, mimi naweza kusema Yusufu anatokaje, anaenda gerezani? Tafsiri ya haraka unaona kama alienda pabaya, lakini no, ilikuwa ni kufanikiwa. Hapo katikati tutakuja kuelewa vizuri, sio leo, lakini nikafuatilia neno la Kiunani katika Agano Jipya, nao ziko aya kadhaa, kufanikisha, kufanikiwa, mafanikio. Hayo maneno yametafsiriwa pia Agano Jipya katika lugha ya Kiunani, ambao wao wanatumia neno eudo. Maneno mawili yameungana pamoja, pamoja na do. Sasa haya maneno yanapoungana pamoja yanatupatia tafsiri ifuatayo. Ni kusaidia mtu aliyoko barabarani, to help on the road. Sio yuko njiani, yuko ndani ya mwendo, halafu unaleta msaada kwa aliyoko kwenye mwendo. Eudo. Ndio maana unaposikia gospel, ambayo ni Anglo-Saxon word, lugha ya Kiingereza ya kabla ijaja kuwa English, kwenye old English language, kwenye maneno yale ya etymology ya hilo neno, ambayo kwa natumia Anglo-Saxon, ile lugha ya Wafaransa na ile ya Waingereza kale kabisa, kabla ya ijawa hizi branch mbili unazoziona kwa sasa. Katika ile makundi makubwa ya European language inaitwa Indo-European. Mapema kabisa kwenye karne za nyuma huko, wao walikuwa wanatumia neno, sisi tunatumia neno injili, wao wanatumia neno gospel. Unasikia neno gospel, wao kitafsiri unaliona tu kama ni God spell, kwamba Mungu ndiye amesema. Kwa hiyo what is gospel? Gospel, kwamba ni kila alichosema Mungu. Lakini wakati wenyewe wa Yunani hilo neno linaitwa evangelion. Evangelion, kwa maana ya, ndio maana iko ndani ya mwendo, kama unavyo eudo ni on the way. Kwa mtu akisema hii ni injili, tuna expect akutwe kwenye mwendo, yuko kwenye mwendo. Na sasa hilo neno unaliangalia kwamba ndio wanatafsiria ni good news, kwa sababu Mungu akitamka siku zote ni habari njema. Kwa hiyo wanasema ni good news, ni gospel, evangelion.
ambayo ina maana ya kitu chema kwenye mwendo. Sasa hii eudo ndio inamaanisha to help on the road. Sasa unapo on the road unazungumzia prosperous journey, yani ni safari yenye kufanikiwa. Kwa hiyo inaleta wazo la kuwa kwenye mwendo. Kwa hiyo ukizungumzia kufanikiwa, come over, come mightily, ama unazungumzia break out, ina maana somebody on the motion, na yuko pale akitumia nguvu zake zote kuvunja kizuizi atoke hapo alipo. Alafu anasema huyo yuko kwenye barabara inayofanikiwa. Katika lugha ya Biblia ni ongoing process, ni lugha inayoendelea toka hatua ya kwanza kwenda hatua ya pili, na kutoka hatua ya kwanza kwenda hatua ya pili lazima uvunje kizuizi, utoke pale ulipo uende, na kuna msaada. Somebody should be helped on the road. Kwa hiyo unapozungumzia mafanikio inabidi niende kule. Ndio naona ile Paulo naona nayo andika ile kwenye ile 1 John ni 1 John no 2 John 3 John, waraka wa 3 wa Yohana sura ya kwanza na mstari wa pili. Wapenzi, nataka mfanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yenu. Hiyo text iko hapo 3 John hiyo. Alafu sura hiyo ya kwanza na mstari wa pili. Nataka ufanikiwe na kuwa na afya yako. Kwa hiyo neno kufanikiwa wakati fulani ndio unaisikia mtu anapoinyambulisha kutokea hapo, basi unaangalia hiki na kile, lakini uelewa wa Biblia Yohana anapoandika ndio hiyo eudo ama salak kwa Kiebrania. Kwa hiyo inaleta wazo uwe ndani ya mwendo, lakini kuna kizuizi, unaweka nguvu zote ili uweze kuvunja utoke. Alafu kuna msaada. Kwa mtu yote anapotoa msaada kwa aliyeko safarini, huyo yuko kwenye njia, yuko barabara inayofanikiwa. Sasa ndani ya muktadha wa somo hili tunaenda kuona hiyo na kwa nini Biblia inatumia maneno hayo na maana hasa ni nini. Kwa hiyo ilikuwa ni sehemu ya kwanza ya somo hilo, na Mungu wetu atubariki. Nimeacha neno maisha hapo mbele huko, tutakuja kuiangalia tunaposema maisha ya mafanikio. Sehemu ya pili ya somo hili ndio hasa somo la kwanza. Somo la kwanza linasema kuchaguliwa na Mungu. Alafu koloni, wito wa kuwa wakili wake. Kwa hiyo hii inamaanisha tukisema tumechaguliwa na yeye, maana yake tumeitwa kuwa mawakili. Sasa inamaanisha nini hiyo? Mwandishi ametupatia mfano wa Daudi, vile Mungu alivyofanya katika uchaguzi wa Daudi, alafu baadaye akatutoa kwa Daudi akatupeleka kwetu sisi sote. Sasa tuanze kwanza kwa Daudi. Sijui kama kuna mtu ana microphone. Ninapenda kama atasoma hizi aya. Nipate dalili kama kuna mtu yuko na microphone ambaye atasoma pamoja nasi. Tumepewa namna Mungu anavyochagua kutupatia kielezo cha Daudi. Sasa kwa Daudi anaingia kwenye jukwaa kwa kauli moja inayoogopesha sana, ambayo ni Mungu ameitaja hizo kauli mara chache sana, lakini hatuna namna, tunapaswa tu kuisoma. Samueli ya kwanza sura ya 16 na ile aya ya kwanza. Daudi anapatikana baada ya kauli hiyo. Samueli ya kwanza na ile sura ya 16 na ile aya ya kwanza. Kuchaguliwa na Mungu, wito wa kuwa wakili wake. Inasema, ndio Bwana akamwambia Samueli, akasema, hata lini utamlilia Sauli? Ndio. Ikiwa mimi nimemkataa, sawa, asimiliki Israeli? Ijaze pembe yako mafuta. Ndio. Uende nami nitakupeleka kwa Yese Bethlehem. Naam, nimejipatia mfalme katika wanawe.
Samueli alikuwa anamwombea sana Sauli, lakini jibu la Bwana kwa Samueli, usiendelee kuomba kwa ajili yake, mimi nimekwisha mkataa. Hiyo ndio aya mwandishi pia ameitumia, na nimekwisha mkataa. Sasa chukua pembe, jaza mafuta, twende Bethlehem, nimejipatia kule mfalme. Sasa hii hatutasoma, lakini andika, ni sura hiyo hiyo mstari wa 5 hadi wa 12. Hapa Samueli ametii, ameenda Bethlehem, akapokelewa na wazee kule Bethlehem. Tena Biblia inasema walikuja wakitetemeka, wanamwambia kuna nini? Mbona umetujia? Samueli akasema ni kwa amani, nimekuja kwa ajili ya ibada. Kwa hiyo akamwambia Yese, hii ibada haimaliziki mpaka waite watoto wako wote. Basi wakaitwa watoto 7. Sasa hatuambiwi kila kitu kilichokuwa kinafanyika wakati ule, lakini tunaambiwa tu sasa kwenye hatua za kumwekea mafuta miongoni mwa wale 7. Wa kwanza akawa ni Eliab. Samueli akashawishika, sema huyu atakuwa ndio Masihi wa Bwana. Mungu akasema sio yeye, maana mimi ninaona tofauti na watu wanavyoona. Na inaonekana kabisa Eliab alikuwa amepanda kama mfalme Sauli, na alikuwa mwenye sura na muonekano mzuri. Kwa hiyo ilimshawishi nabii Samuel. Afu Mungu akasema mimi ninaona moyoni, sioni tu nje. Akaja mdogo wake vivyo hivyo. Sasa Samuel, Bwana anamuelekeza, akamwambia sio huyu. Nenda watatu, sio huyo, mpaka wote 7. Sasa Samuel anashangaa, maana Mungu hawezi sema uongo. Anamwambia mzee, hawa ndio watoto wako wote, ndio vijana wako? Anasema yupo mmoja ni mdogo, anachunga kondoo. Samuel akasema hatumalizi huduma bila yeye kuletwa. Kwa hiyo ndipo mtu akaenda akamtuma, wakamleta Daudi. Alafu anaelezwa muonekano wa Daudi wakati anakuja. Alikuwa kijana mzuri wa uso, mwenye umri. Nafikiri ukiangalia ile rangi inayotajwa pale ni ile rangi katika watu wa Semitiki hawa Waebrania. Ukiangalia rangi ya umri ule utagundua ni kwenye miaka ya 15 mpaka 19. Kwa hiyo kwenye age ya teenager, kwa maneno yanayotaja ile muonekano wake, ile complexion color ya Daudi wakati anakuja. Kwa hiyo alikuwa kwenye teenager hapa. Kwa hiyo ndio akachukua kamimina mafuta mbele za hii familia. Biblia inaeleza baada tu ya kitendo hicho. Sasa naomba usome aya ya 13. Sura hiyo hiyo aya ya 13 inasema, ndio, ndipo Samueli akaitwaa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta katika ndugu zake, akamtia mafuta katika ndugu zake. Aha. Na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka akaenda zake Rama. Baada tu ya hicho kitendo, Biblia inaeleza roho ya Bwana ikamjilia Daudi tangu siku ile. Na hatuna maelezo mengine yaliyofuata baada ya hapo. Hatuambiwi aliambiwa nenda ikulu. Biblia inaeleza vizuri sana. Ukisoma utagundua tangu kipindi hiki anawekewa mafuta mpaka siku Sauli amefariki katika mlima wa Gilboa. Tangu amewekewa mafuta hapa ilikuwa ni zaidi ya miaka 15. Kwa hiyo hapa kuna mfalme ikulu amekataliwa. Halafu hapa kuna mfalme kijana lakini hajaenda ikulu. Miaka zaidi ya 15. Namna alivyoenda ikulu, kuna mazingira yaliyotengeneza ya Goliati, na kutoka pale Sauli akamchukua, baadaye ndio akamweka kuwa kiongozi wa maaskari
Baadaye akaendelea hivyo na mwisho akawa mkimbizi, kwa hiyo sio chini ya miaka 10 Sauli akitafuta kumuua. Sasa somo letu aliendi baada ya pale, ila inatueleza kwamba Mungu alimchagua Daudi katika mambo yafuatayo. Sikiliza vizuri hapa. La kwanza, haikuwa katika uelewa wa Samuel. Hata Samuel hakuwa na uelewa huo. Kwa nini? Alikuwa tayari kufanya hivyo kwa Eliab. La kwanza. La pili, hakuwa hata uelewa wa Yese. Kuna historia inaeleza vizuri Daudi alivyozaliwa katika ile familia ya Yese na maisha aliyokulia Daudi ndani ya familia yake, ambayo sio muda wetu kueleza. Hakuwa na heshima sana katika ile familia, lakini alikuwa shujaa wa Bwana aliyemtegemea. Kwa hivyo hata baba yake, ndio maana wakati anasema ita watoto wako wote, Yese hakujali kijana huyu Daudi. Kwa hiyo ilikuwepo pale. Jambo la pili, alikuwa katika uwezo, katika ufahamu wa Samueli, haukuwa ndani ya ufahamu wa Yese. Lakini jambo la tatu, wakati Daudi anaitwa, anachaguliwa, hakuwa amefanya lolote ndio kweli nafahamika katika Israeli. Ila Biblia inaeleza alikuwa ambaye Mungu anapendezwa. Yaani moyo wa Mungu ulipendezwa na Daudi, ila wengine hawakujua chochote kuhusu jambo hilo. Daudi mwenyewe hakuelewa vile Mungu anavyomwelewa, lakini Samueli pia hakuelewa. Yese baba yake hakujua, hata familia yake, ila Biblia inaeleza huyo hakuwa wa kawaida. Sasa hebu nenda kwenye Matendo sura ya 13 aya 21 na 22. Inatueleza Sauli anakuwa ikulu. Alitawala miaka mingapi? Utakuta inatajwa hapo miaka 40. Halafu inataja vile Daudi alivyokuwa upande wa Mungu. Hebu soma Matendo 13 na ile aya ile ya 21 na 22. Inasema, ndio, hatimaye wakaomba kupewa mfalme, Mungu akawapa Sauli mwana wa Kishi. Sawa? Narudia. Hatimaye wakaomba kupewa mfalme, Mungu akawapa Sauli mwana wa Kishi, mtu wa kabila la Benjamini. Ndio. Kwa muda wa miaka 40. Muda wa miaka 40. Na alipokwisha kumwondoa huyo, akamwinua Daudi awe mfalme wao, ambaye alimshuhudia akisema. Mungu ndiye aliyemshuhudia mwenyewe akisemaje? Nimemwona Daudi, mwana wa Yese, ndio mtu anayeupendeza moyo wangu, atakayempendeza moyo, atakayefanya mapenzi yangu yote. Mtu ambaye anapendeza moyo wangu na atafanya mapenzi yangu mangapi? Yote. Kwa hiyo Daudi anaingia baada ya zaidi ya miaka 15, anaingia ikulu, na Daudi ametulia na anaitwa anayependezwa kwa na Mungu mwenyewe. Baada ya miaka 15 ndipo anaingia ikulu. Sasa kwa nini Mungu alimkataa Sauli? Kumbuka somo letu inasema kuchaguliwa na Mungu ni wito wa kuwa wakili wake. Kwa hiyo maana yake kila anayechaguliwa ni ili awe wakili wake. Asipotenda hicho anakataliwa. Ndicho tunachokiona pale. Lakini alipochagua alifanyaje? Rudi Samueli ya kwanza sura ile ya 10. Wakati Sauli anachaguliwa, je, kilichotendeka kwa Daudi ndicho alichokitenda kwa Sauli? Nenda Samueli ya kwanza sura ya 10 usome aya ya 3, alafu ruke usome aya ya 6. 3 inasema,
Kisha utakwenda mbele kutoka hapo, ndio, na kufika kwa Mwaroni na Tabori. Sawa. Na hapo watu watatu watakutana nawe. Mstari wa 6. Wa 6 inasema, ndio, na Roho ya Bwana ikamjilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao. Roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, na utatabiri pamoja na wale wana manabii. Nenda aya ya 9. Ya 9 inasema, ikawa alipogeuka kumwacha Samueli. Alipotoka tu kwa Samueli, ni Sauli huyo. Mungu akamkaribisha. Angalia vizuri hapo. Mungu akambadilisha moyo. Mungu akambadilisha Sauli moyo. Nazo ishara zile zote zilizotukia siku ile ile. Sasa unaangalia hizi aya mbili, aya ya 6 na aya ya 9 inaeleza uchaguzi wa Mungu na kubadilishwa kwa Sauli. Kwanza aya ya 6 inasema Roho wa Bwana akamjilia juu yake kwa nguvu. Aya ya 9 inasema Mungu akambadilisha Sauli. Sasa akichaguliwa, anabadilishwa, anajazwa Roho Mtakatifu, lakini hiyo haina garanti, kwa sababu sura ya 16 inasema nimemkataa asiwe tena mfalme. Nimemkataa. Yaani alianza, Roho ikawa juu yake, akabadilishwa moyo, akawa mtu mwingine, ila akufika mwisho salama. Mungu akamkataa. Sasa ndipo tunaona kwa nini. Kwa sababu Mungu alipomchagua Sauli, hoja sio kuongoza Israeli. Nisikize vizuri sasa hapa. Sio kuongoza Israeli. Awe wakili wake. Alipokoma kuwa wakili, swala la uongozi liliendelea muda wa miaka 40, ila amekataliwa. Nisikilize vizuri watu wa Mungu. Hakumtoa kwenye uongozi, ila kwenye kusudi la kuchaguliwa kwake awe wakili aliondolewa. Hii ndio unaiona anachokifanya pale. Sasa nauliza kwamba unajuaje pastor? Hapa rudi Samueli ya kwanza sura ya 15. Tuone alikomaje katika wito wa uwakili. Alikomaje katika Samueli ya kwanza sura ya 15. Soma ile aya ya 23, halafu uruke usome aya ya 26. 23 inasema, kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi. Hiyo ni Samueli anamwambia Sauli alipoasi, anasema kwa kuasi ni sawa na dhambi ya uchawi. Na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago. Ni ukafiri, kutokuwa na Mungu, na ni ibada ya sanamu. Anamwambia Sauli, ulichokifanya ni uasi na ni ukaidi na ni ukafiri na ni uchawi. Ndio siku moja huwa anazungumza, anasema mtu yeyote asiyekuwa mtii kwa neno la Bwana ni mshirikina. Amen. Ni muda tu ndio umesalia kidogo tu. Ni mchawi, sio anayetembea na ungo wa rafisi. Ila Biblia inaeleza, anamwambia hii dhambi ya kuasi ni uchawi, ni ibada ya sanamu, ni ukafiri, ni unyago. Inaendelea kusema mstari wa 26. Samueli akasema, Samueli akamwambia, sitarudi pamoja nawe. Ndio, kwa sababu umelikataa neno la Bwana. Kwa sababu umelikataa neno.
Bwana naye amekukataa wewe usiwe mfalme wa Israeli. Umekataliwa usiwe mfalme wa Israeli. Sasa nasema mbona alikuwa bado mfalme? Amekataliwa, rejected of God. Yani kwa sababu ya neno. When we despise his word, there is no alternative. Na sikiliza vizuri, kwa sababu hatuna namna nyingine. Kilichofanya akaambiwa Samueli, usinililie kwa ajili ya Sauli, amenikataa. Sasa swali, amekukataaje? Amekataa neno. Ukikataa neno, umemkataa Mungu, na kumkataa Mungu ni uchawi, ni ushirikina, ni ibada ya sanamu. You become rejected of the same God. Na sio mpaka anitoe kanisani, sio mpaka anitoe kwa nafasi ya uongozi, sio mpaka anitoe kwa huduma nazozifanya. We will be allowed to continue giving services, but rejected of him. Kwa sababu ni wito wa uwakili, sio wa kuongoza. Niangalie muda wangu uliobaki tena hapa. Okay. Kwa nini inasemwa hivyo? Nenda Injili ya Yohana, sikiliza Yesu anachokieleza. Injili ya Yohana sura ya 15, alafu some aya ya 16, alafu tutaenda kwenye Mathayo sura ya 3. Tusikilize hapa pia Yohana Mbatizaji anachosema. Kwanza tusikilize Yesu, Injili ya Yohana sura ya 15 na ile aya ya 16. Hebu soma pale. Inasema, si ninyi mlionichagua mimi. Sasa angalia, sisi kama alivyowachagua wale wafalme, anafanya hivyo hivyo kwetu. Anasema sio ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyowachagua ninyi. Ni yeye aliyetuchagua. Saa nyingine huwa tunasemaje, wangapi wanamchagua Yesu? Slow down your motion. Nami nikawaweka mwende mkazae matunda. Nimewachagua ili mwende mkazae nini? Matunda. Na matunda yenu yapate kukaa. Ili kwamba lolote mwombalo kwa Baba yangu, lolote mwombalo Baba kwa jina langu, awapeni. Ndio maana nimewaambia kwamba siku ya Jumatatu tutaangalia habari ya sala, maombi pamoja na dua, kwa sababu ni condition. Sikiliza vizuri, ni mpaka tukazae matunda ndipo lolote tunaloomba litapata attention ya mbingu. Ikiwa mtu atasema ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi anasema wewe si usome usikilize vizuri. Kuna masharti. Sio ninyi mlionichagua, ni mimi niliyowachagua ninyi na nikawaweka, chosen and placed and set apart. Nimewachagua, nikawatenga, nikawaweka ili muzae matunda. Sasa mojawapo ya tafsiri ambayo ninatuletea shida kuelewa ni hapa, na nimeangalia hizo ziko tafsiri kadhaa za Kiswahili ambao wametafsiri katika wingi, ni plural, wakati Yesu hakusema kwenye wingi, amezungumzia kwenye singular. Nikawaweka mkazae tunda, ila Kiswahili sijui waliona shida gani, wakatafsiri wakaona ni wingi, wakaweka matunda, to bear a fruit. Hajasema matunda kwa maana ya plural, ni singular. Sasa nitaeleza ni kwa nini. Kwa nini habari ya tunda iko kwenye singular na sio plural? Sasa sikiliza ndugu zangu. Kwa nini? Ndio maana ukienda ile Wagalatia 5:22 anasema lakini tunda la Roho ni moja.
Hiyo Wagalatia mmeisahau? Usifungua basi uangalie. Lakini tunda la Roho ni moja. Mnazungumzia tumboni. Mmefungua Biblia. Wagalatia 5:22. 5:22 inasema hivi. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu. Imefika 7. Sasa kwa nini hajasema matunda ya Roho ni? Kwa sababu ukicount 1, 2, 3, 4, 5. Kwa nini? Kwa sababu tabia haina plural. Ndio maana ni vigumu kusema hivi, jamani mimi mwenzio nimeshafanikisha uvumilivu, ila sasa kiasi ndio sina. Kwa hiyo ninapigia tunda napigia hatua tunda namba 2. Kwa sababu tabia haiko kwenye vipande. Siwezi nikawa na self control lakini siwezi kupersevere. Siwezi nikakosa uvumilivu lakini eti nina upendo. Kwa sababu iko one fruit. Kwa sababu fruit inazungumzia character, behavior, sio kitu cha kukaunti. Karama za Roho ndizo zinakuwa kwenye wingi, lakini the fruit of the Holy Spirit iko kwenye singular. A fruit ni tunda. Na Yesu anasema nimewachagua ili mzae tabia. Waswahili wa kwenye utafsiri wakaona Yesu amechemka, wakasema mzae matunda. It is not in its plural. Iko kwenye singular. Tunda la Roho, orodha inaweza kuwa kubwa, lakini ni usu tabia. Kwa nimewaweka ili mkazae. Sasa nenda kwa John the Baptist kwenye kitabu cha Mathayo sura ile ya 3 na ile aya ya 8. Uone anapozungumza siku ile akiwa kando ya mto wa Yordani, wamekuja watu kwa ajili ya ubatizo, wamekuja maaskari, wamekuja watoza ushuru, wamekuja mafarisayo, wamekuja hawa na watu. Sasa sikiliza alichokieleza kwenye ile Mathayo sura ya 3 na ile aya ya 8. Inasema basi zaeni matunda yapasayo toba. Zaeni matunda yapasayo nini? Toba. Hapo pia wametumia neno wingi wakati Yohana amezungumzia ini singular. Zaeni tunda linaloleta toba. Kwa hiyo nimewaweka mkazae matunda. Mara nyingi kwenye matunda hiyo tunazungumzia ni kuleta watu kwa Yesu. Out of the context. Yesu anasema nimewachagua ili mgenerate Christ likeness. Nimewachagua ili mfatukue mudurufu tabia yangu. Sio wangapi wanakuja kwa Yesu. Fruit bearing has nothing to do with bringing people towards God. Ni swala la Christ likeness. Ni tabia. Ndio maana somo linasema tumechaguliwa na Mungu, koroni, wito wa kuwa mawakili wake. Faithfulness under court. Mtu akizungumzia jambo lolote, Yesu ametuchagua ili tuzae matunda, na akili yetu inasema ni kuleta watu kwa Yesu. Yesu anasema sijawachagua mlete watu kwa Yesu, nimewachagua ili mudurufu tabia yangu. Na ilipokosekana kwa Sauli, alikataliwa. Ndicho Biblia inachoeleza. Na hiyo inapatikanaje? Matunda yapasayo toba. Kwa hiyo Yohana Mbatizaji anasema tunapataje lile tunda? Ni toba. Ni toba, metanoia, turning around from the word towards heaven. Kutoka kwa ulimwengu kwenda kwa mbingu. Metanoia, kutoka kwa giza kwenda kwa nuru. Kutoka kwa shetani kwenda kwa Mungu. Inahusisha repentance. Hatuna njia nyingine ya kufanya bali toba. Mungu ataangaza maisha yetu ndani ya juma hili. Ikiwa ataniambia cha kufanya, the only option repentance. Na repentance maana yake we hate sin, and by his grace we stop
sini. Yaani hata kama nitafanya yote mengine katika hicho nachokifanya ambacho Sauli alifanya, lakini alikuwa amekataliwa. Mtu anakuwaje anapendezwa na Mungu? Anasema ni tabia peke yake. Na sehemu ya mwisho ya somo hili tuone hicho wito. Kwa nini nasema ni wito wa uwakili? Angalia muda wangu hapa. Okay. Ziko dakika 41 ndio tumeshafikia hapo. Nataka nimalizie hii kwa sababu anasema ni wito wa uwakili. Ngoja niende kwenye huo wito wenyewe. Naomba usikilize kwa sababu ndipo sehemu inayokwenda kumalizia. Mara nyingi tukisema wito, huwa ni rahisi kufikiria vitu tofauti. Kwa sababu somo letu linasema ni wito wa kuwa wakili wake. Akituchagua uwe kumbe ni wito wa kuwa wakili. Biblia imeandika wito mara kadhaa. Ninataka tusome aya 3. Na ya kwanza nitaisoma kwenye Wafilipi 3 aya ya 12. Wafilipi 3 aya ya 12 inasema, si kwamba nimekwisha kufika, sijafika, au nimekwisha kuwa mkamilifu. Ndio. La, hapana. Ninakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimekwisha. Nasema la, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Inasema, nairuye, si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu. La, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Na mstari wa 14 inasema, nakaza mwendo nifikirie mede ya thawabu. Ndio. Ya mwito mkuu wa Mungu. Mwito mkuu wa Mungu katika nani? Kristo Yesu. Sasa pale wametafsiri mwito mkuu. Nikaenda kwenye tafsiri ya Kiingereza, wanatumia neno high calling. So high calling maana yake ni wito wa juu. Kiswahili wa kutafsiri wito wa juu wametafsiri neno mkuu, kwa maana kama kuna mito mingine huo ndio ni top of all. Ikabidi nichungulie alichoandika hapo Paulo ni nini. Ametumia maneno ya mawili ya Kiunani. Na kwanza inaitwa ano, ambayo maana yake ni up, juu, upward, kuelekea juu. Up ama upward, ano. La pili inaitwa kreseu, ambayo nomino yake inaitwa klesis, kleo, ambayo inamaanisha kuitwa. Kwa hiyo ukiunganisha ano kresis inakuwa ni wito kutokea juu ama wito wa kwenda juu. Kiswahili wametafsiri mwito mkuu, lakini lugha ya Kiunani inasema ni wito wa kuenda juu, upward call, wito wa kuelekea juu. Kiswahili ukiangalia wito mkuu unaweza ukaona kama anazungumzia magnitude, kitu kama ni size, lakini Paulo anazungumzia direction of that calling. Kwa hiyo anasema tumeitwa lakini tupande kwenda juu. Sasa ili ujue nini anachokisema, kwa mtu akisema nina wito, anasema wito gani? Ni wito wa kwenda juu, wa kwenda kwake. Sasa angalia kwenye Waebrania sura ya 3, halafu angalia mstari wa kwanza, hiyo ni aya ya 2. Hebu isome hapo. Waebrania 3 ni wito wa kwenda juu. Anokresis ni upward call. Inasema, hebu soma 3 mstari wa kwanza. Ndio.
Kwa hiyo ndugu watakatifu wenye kufikiri mwito wa Mungu wa mbingu, wenye kufikiri ama wenye kushiriki mwito wa mbingu. Inasema kwa hiyo ndugu watakatifu wenye kushiriki mwito wa mbingu, wameandika wa mbinguni, mtafakarini sana mtume na kuhani mkuu wa muungano yetu. Nataka tujue pale tumeshiriki mwito wa wapi? Maungamo yetu. Mwito wa wapi? Mbinguni. Wa mbinguni, the heavenly call. Pale wakati anaandika kwa Wafilipi, mwito mkuu, anokrisis, mwito wa kupaa juu, wa kwenda juu. Inapoandikwa kwa Ibrania unaitwa wito wa kwenda mbinguni. Wito wa kwenda mbinguni, heavenly call. Ndio maana ukienda kwa 2 Timothy, angalia, nisome pia hii katika waraka wa pili wa Paulo kwa Timotheo. Timotheo sura hiyo ya kwanza na ile aya ya 9. Timotheo ya pili sura ya kwanza na aya ya 9. Ona anapomwandikia, kwa sababu ndio waraka wake wa mwisho, ndipo anauawa. Sasa angalia anapomwandikia huyu Timotheo aliyekuwa ni mchungaji wa pale kanisa la Efeso. Hebu soma 1 aya ya 9. Anasema Timotheo wa pili 1 aya ya 9. Ambaye alituokoa akatuita kwa mwito, inasema 9, ambaye alituokoa akatuita kwa mwito mtakatifu. Akatuita kwa mwito mtakatifu. Kwenye ile Wafilipi amesema, Wafilipi 3:14, mwito mkuu, anokrisis. Lakini ukienda kwa Ibrania, mwito wa mbinguni. Kwenye Timotheo barua yake ya mwisho kuandika ni mwito mtakatifu. Maana yake tumeitwa tuwe watakatifu. Inaendelea kusema si kwa kadiri ya matendo. Komea tu hapo rafiki. Tumeitwa tuwe watakatifu. Kwa hiyo ametuchagua tuzae matunda, kama ndivyo hivyo, kwa maana ya tabia, na tunazaa kwa toba kwa mujibu wa Yohana Mbatizaji. Na tukiitwa namna hiyo, ni mwito wa kwenda juu, ni mwito wa mbinguni, ni mwito mtakatifu. Kwa hiyo anachosema ni nini? Hii ya kutumika hii. Tunahudumia huyu hapa, tunafanya hiki hapa, tunajenga kanisa, tunapatia mwenye njaa, tunampatia maji, tunafanya hiki na kile, tunahubiri, tunaimba, tunatoa yani hizo zote ni on the way to help on the road, prosperous journey. Yani swala la mafanikio, kwa sababu ni wito mtakatifu, linashughulikia tabia. Na kama ina tabia, break out. Kuna tabia ambazo zimetuzinga ndani ya juma hili. Mungu ana agenda, we must break out. Kwa sababu tukiacha neno, tumemwacha yeye, na yeye atatuacha. That's what he did with King Saul. Na kama alifanya hivyo kwa mfalme Sauli, na bado alimwacha akatawala 40 years akiongoza Israeli, but he rejected of him. Na hii ndio kitu cha hatari, kwa sababu ya kwamba ninaweza nikabaki ndani ya kanisa nisipozingatia ametuchagua ili tubadilishwe tabia kwa njia ya toba. Vinginevyo hatuiti mwito. Mtu asema bwana na mwito wa kumtumikia. Kumtumikia ni subsidiary. Nisikilize vizuri, kwa sababu Mungu atumikiwi huku tumekumbatia uovu. Ni pale tunapokuitwa mwito wa kwenda juu mbinguni. Kwa hiyo ni kama unapanda ngazi huku unatumika while going forward. Yani kule kutumika kufanya hiki na kile ni on the way, on the road, huku unapanda juu. Unawasikia napenda juu, ule wimbo tunapoimba. Kwa hiyo unapohudumia sio kwamba yeye nimehudumia nimeridhika, unapanda ngazi kwenda juu, anokrisis. Na hii ndio habari njema. Ndio maana Wakorinto ya kwanza ile sura ya 4 aya ya kwanza na ya pili anasema kinachohitajika, Mungu ametufanya kuwa mawakili wa siri za Mungu, na hapo inapohitajika ni mtu kuwa mwaminifu. The needed thing, faithfulness.
ndio inayo cut across. Ndio maana utaona Yesu akija hazungumzii mengine yote, anasema well done good and faithful servant. Hazungumzii nilifanya hiki na kile. Faithful servant, mwema mwaminifu. Na hapa anasema ndio ingredient ya steward, ndio swala la kumtukua mwaminifu. Paulo anasema ni pale tuwe waaminifu. Ametuita tuwe mawakili wa siri zake, na hapo kinachotakiwa ni uaminifu. Jioni ya leo ametuchagua ili tuwe waaminifu, tuwe mawakili wake. Ni kwamba tuwe waaminifu. Amani ya Bwana iwe nasi. Na katika jioni ya leo tunapokwenda kuomba, ikiwa moyoni mwako umeona una haja ya toba, na kwamba ametuita ili tuzae, na uzazi anaosema ni tabia yake, na ametuchagua wote ili tuwe mawakili wake, na wakili wake ni tuwe waaminifu. Ikiwa ni shauku yako, sogea tu hapa mbele kwamba Mungu, ninahitaji hii agenda. Umenichagua, wala hata sina CV, ila ulinitaka nizae matunda kwa neema yako, niwe na tabia yako, na unahitaji hilo la dhati. Sogea tu hapa mbele tunapokwenda kuomba. Sogea tu hapa mbele. Saheri ya maombi twape sasa kwako, tunarudi sumbufu ya shida zetu na pungufu, taabuni mara nyingi, roho zetu zimepona mashakani, tumeshinda wakati wa tamu. Tutapiga magoti, piga magoti, pata nafasi wewe mwenyewe. Baada ya dakika moja nitaomba pia. Zungumza na Mungu kila ambacho Mungu amesema na wewe na amesema na mimi. Asante mno Mungu wetu, umetuchagua. Hili
tukawe wakili wako. Utengeneze na kuumba tabia zetu tufanane nawe. Ndivyo ulivyofanya kwa wenzetu tunaosoma katika maandiko. Na umeandaa juma hili kwa kuwa unajua safari za maisha yetu na ratiba zetu. Roho wako aliye katikati yetu ndiye tu anaweza kutuwezesha kuitikia hili tukupendeze wewe na wewe peke yako. Tubariki kwa kuwa tumezungumza nawe ndani ya mioyo yetu, tumekuwa wazi. Asante kwa kutusamehe tunapotubu, tunapoungama, tunapokili tunahitaji kuwa waaminifu. Asante kwa kuturehemu kwamba haujatukataa. Rehema zako sisi tu mashahidi. Sasa tudhihirishie uwepo wako na uwezo wako kuwa nasi kama ilivyo ahadi yako.